Conference hapa siku mbili, utatuambia mkutano unaenda namna gani? Mkutano kwanza nimeupokea kwa surprise, kwa sababu mimi nilipokuwa nakuja nilifikiri nitakutana na kundi la watu wachache, labda watu 20, 30, labda wakiwa wengi 40, lakini nimekuja kushangaa umati wa watu wamejaa kwenye ukumbi. Hata wakati wananiambia hapa ndio tutafanyia semina, nikawauliza mmetafuta ukumbi mkubwa au watu wa kuweka hapo mtapata wapi? Lakini nimeshangaa ukumbi ukajaa na wakaongeza na viti, so kwangu imekuwa surprise na semina imekuwa nzuri. Mwitikio wa watu wengi walikuwa natamani kumuona Mgogo, wanayemuona kwenye mitandao leo wamuone live na wamsikilize live, maana kule kwenye mitandao tunaongea tu clip tufupi, lakini sasa wamepata full package. Sasa Pastor Mgogo, tuna mshtuko mkubwa. Watu wanasema Pastor Mgogo amepanda kiburi, kusema kumpata aje kutangaza injili ya Bwana inaomba bei, anaomba pesa nyingi, $5,000, $10,000. Utaambia watu namna gani kuhusu jambo hilo Pastor Mgogo? Hao wanaosema Mgogo anaombaga hela ni wale maadui ambao wanapenda kuchafua huduma. Hata tukimuuliza Pastor Hosea, tumewasiliana naye, hakuna mahali tuliwaambia kiasi hiki. Unajua, ukiona mtu anaagiza kwamba nataka kuja huko, mnilipe kiasi kadhaa, muandae pesa hivi, mtafute hoteli, mtafute sijui magari ya aina gani, ni wakati mwingine moja ni kile kiburi, kwamba huduma ikikua mtu anashindwa kujikontrol, kiburi kinaingilia kati, ndio anaanza kujiona yeye yuko juu kabisa, na mwisho wa siku watu kama hawa, watu wakiwaacha tena wanaanza tena kulalamika, mbona hamuniiti, mbona kumbe aliharibu yeye mwenyewe. Hiyo ni moja. Lakini pili, wengine ni wale watu ambao walishang'atwa na nyoka. Unajua, mtu aking'atwa na nyoka ndo anakuwa na wasiwasi. Kuna wale watu ambao wanaalikwa, si kama mimi nimekuja hapa, hatujakubaliana kitu chochote, mimi nimefanya tu huduma, nategemea kuondoka. Sasa kuna wakati mimi nimekutana na hizi changamoto, lakini kwangu haziwezi kuniaffect. Unaenda mahali unakutana na watu wenyeji wa kanisa, wanaweka chombo, wanasema hii ni ya mtumishi wa Bwana, tumsaidie huduma yake, tusapoti na nini. Na sisi ni binadamu, unaangalia watu wanavyopita, wanavyotoa, macho yanaangalia. Alafu mwisho wa siku mchungaji anakuaga upewi hata shilingi. Na uwezi kudai, kwa principle ya huduma utaki kuwadai watu. Yaani wakiamua kukata hela na kula uwe na amani tu. Wakiamua kukubariki uwe na amani tu. Na uruhusi kusema hii ni ndogo au ni kubwa. Unatakiwa ukubali na kile kiasi ambacho watu watakupa, kwa sababu huduma sio business, sio biashara kwamba naenda kufanya hivi nilipwe hivi. Haiko hivyo. Ukiona mtu ameanza kuitisha, maana yake walishamchangia mara ngapi, zote watu wanakimbia nazo. Ndio mwisho anaanza kuweka sheria, mkitaka nije mniandalie labda $1,000 ngapi, paundi ngapi. Kwa sababu gani? Aliwahi kutapeliwa mahali, kwa anaamua kuweka sheria. Lakini kiukweli huduma haitakiwi kuweka sheria, haitakiwi kuwapangia watu kiasi, kwa sababu wendi kuuza huduma. Na sio kwamba watu wanaweka mikutano kwa sababu wana hela zimekosa kazi. Hapana. Watu wanaweka huduma ili watu wahudumiwe. Unaweza ukashangaa hata hapa pastor ameandaa mkutano, hata hajui atafanyaje. Sasa na wewe unaanza kumtwisha, unaondoka, unamaliza semina, unamwacha mtu na madeni, ameenda kukopa ili aweze kunani. Sasa unafikiri mwaka mwingine ataweka mkutano? Hawezi hata kukualika. Anajua huyu jamaa ni expensive, ni msumbufu, tukimuita tutaingia kwenye madeni. So kama kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita, fanya kazi. Mungu hawezi kukuacha. Mungu anayajua mahitaji yako. Atainua watu, sio tu pale ulipofanya huduma. Anaweza kainua kutoka mtu mwingine. Leo wakati nataja namba hapa, nikasema nilikuwa tu kama na joke kwamba kama kuna mtu anaweza katuma M-Pesa. Cha ajabu, hawa wa hapa hakuna aliyetuma. Kuna mtu ametuma kutoka nchi nyingine. Unaona? Ametuma shilingi 20,000 ya Tanzania, kama dola ngapi ya ni dola kama 8-9 ya Marekani. Lakini ni mtu mwingine tu Mungu amemuinua,
ametuma hiyo $8. Sasa siku zote kwenye baraka za Mungu usimtazamie Mungu kutoka mashariki, magharibi au kaskazini. We tumika kwa uaminifu, alafu Mungu atajua jinsi ya kukutunza. Yes. Pastor Mgogo, tuambie hizi kabisa, kwa kusema watu wanaacha kukualika, masharti gani unatia na wanafanya namna gani ili wakupate, ili muongee nao vizuri? Simu yako inapiga kwa mtu mwingine? Hapana, mimi simu yangu iko live. Yaani ukipiga tu simu yangu hiyo ambayo nimeweka kwenye mtandao, unanipata mwenyewe moja kwa moja. Tunakubaliana, tarehe, mwezi tunaziweka, ninaandika kwamba tarehe fulani nitaenda mahali fulani. Kuna zile huduma ambazo sio za Mgogo. Kwa mfano, nikisema ukate tiketi, huwezi kusema nimempa Mgogo. Mimi sio ndege. Hiyo ni pesa ya watu wa ndege, kwa sababu siwezi kusafiri kwa mguu au kwa basi kutoka Tanzania uje Uingereza. Na hata ningesafiri kwa basi, si bado nauli zinatakiwa. Kuna huduma. Hizo ni huduma ambazo ni za lazima. Tiketi ya kwenda na kurudi. Ndo huwa hasa kama masharti, basi ndo hayo ya tiketi kwenda na kurudi. Lakini kwa mfano safari nyingi ambazo naendaga Marekani, wakati mwingine nakata mwenyewe ya kwenda na kurudi. Unahubiri huko, unahubiri. Kama kuna kuwepo na watu wa kusupport ili kurudisha gharama zako, sawa. Wasiporudisha, mimi nageuka narudi, kwa sababu namshukuru Mungu ameendelea kunibariki, na kuna watu ambao wengine wakisikia mahubiri wanabarikiwa. Mchungaji, una safari yoyote? Ndio. Unaenda wapi? Mahali fulani. Anachangia nusu, anachangia hiki, huduma inaenda. Ndugu jamaa na marafiki, mmesikia Pastor Mgogo yeye mwenyewe anasema kwa kinywa chake, sio mimi. Anasema yeye aombi pesa mbele ya kufanya huduma, aombi kitu chochote. Kwa hiyo kama una haja Pastor Mgogo, piga namba zake hapo, utampata. Ana simu yake ipitie kwa mtu fulani. Unaweza ambia watu namba yako simu, mchungaji? Ndio, namba yangu kama nilivyo, wengine wameiona pale kwenye mtandao, lakini kwenye hii TV mnaweza kuwawekea. Namba yangu ni siku zote namba za Tanzania tunaanza na plus, au duniani kote plus 255 alafu 5096160. Kwa Kiswahili alama ya kujumulisha 2557509109160. Na kwa hiyo namba, mchungaji, mtu akipenda kutumia pesa kwa njia ya M-Pesa, Vodacom itatumika? WhatsApp, hiyo pesa ni namba hiyo inayofanya kazi. Asante sana mchungaji, tunashukuru kwa kupata muda wako kidogo. Huyo ni Pastor Mgogo, mnasikia kwa kina chake mambo tuliongea hapa hivi. Tuko Uingereza na bado yote muda iko hapa Uingereza, Manchester. Atakuwa na muda wa mwezi mzima hapa hivi. Kama utakuwa na haja kuongea naye, piga namba yake ya simu hiyo, utambuke, mtapatana nyinyi wawili, hakutakuwa shida. Kwa hiyo asante sana mchungaji. Tunashukuru sana, na waambia watu waendelee kuangalia kwenye channel hii. Watakuwa nakutana na mafundisho na vitu mbalimbali ambavyo mnaviposti, na wataendelea kubarikiwa.